Karibu ndugu yangu. Shukrani sana. Sasa mimi kwa kweli nimekaa na nimefikiri sana. Nimeona ile jambo ambalo naelekeza mara mwisho. Kuipata hela kwa haraka haraka ndugu yangu itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo nikakaa nikafikiria, nikaona jambo rahisi kuipata hiyo pesa. Mimi niuze gari yangu. Na hakika nitakuwa nimefanikisha hiyo pesa kuongezea pia ya kuwapa nyinyi. Wow. Ni jambo zuri sana boss. Labda nikwambie kitu kimoja. Kusilo jambo ndo shaka. Pia nikimfikishia taarifa Mandioka, hakika kati ya leo au kesho tunakuletea mteja hapa. Kwa kuwa sisi tunahitaji pesa, tutafanya ile jambo kwa haraka sana ili lengo letu litimie. Kusilo ndo shaka. Kazi imeisha. Kwa hilo halina shida kwa sababu mimi mwenyewe nishatoa maamuzi binafsi ya kuuza gari. Kwa hiyo sioni kipingamizi na wala hamna mtu wote kunipinga kwa sababu mimi ndio nilinunua gari na mimi ndo naiuza. Ila mimi kikubwa tu nahitaji tu msaada wenu kwa haraka sana. Maana najua nikifanikisha hiyo kitu na nyinyi mtanisaidia. Namhitaji sana yule binti kwa sababu ananitia sana mawazo. Oksa. Kusilo ndo shaka. Na pia sisi hatuko hapo kumsaidia mtu. Sisi tunaangalia pesa tu. Pesa ikiwa iko tayari, ipo mfuko wa shati. Mbona kazi yako inafanyika kwa haraka sana? Basi sawa. Nyinyi nendeni basi kamtafute yule mteja na mkishakuwa tayari nipigieni simu kwa maana gari ipo hapa. Tutakuja tuandikishana naye kila kitu kishakuwa sawa basi na mimi nitakuja na pesa kwenu. Tukamilishe dili letu, tumalize tumkanaoneshe mtu wangu. Sawa. Chochote kitachoendelea nitakupa taarifa au yeye atakupa taarifa. Basi ana shida. Haya. Hey, halo. Ya, nimefika hapa sehemu ambayo tulipanga tukutane. Kwa huku nyuma huku kwa mama nani huku wanapaita kwa mama basi. Kwenye mkorosho hapa. Hapo utanikuta hapa nimetulia. Vipi? Safi tu. Mzema? Mimi mzima. Niko poa. Naona simu yako kidogo ilinistua sana. Ndio maana ibidi nifanye haraka haraka kaja kuonana na wewe. Niambie. Ndio mambo nataka nikwambie. Alafu unanipenda kweli? Nafikiri wewe unalitambua hilo. Na toka siku ile nilikwambia kwamba nitakulinda na nitakutunza pia. Kwa nakupenda kwa dhati. Ila kuna kitu kimoja tu ambacho umechokifanya. Sijalizika nacho hata kidogo. Ile kitendo chokifanya siku ile. Yaani umenikuta tu mimi naongea na mtu, alafu unakuja unanikumbatia tu bila hata sababu. Kiukweli nimeumia sana na sikukipenda kile kitendo. Asa nikosa gani ambapo labda pale nimelifanya labda? Kukukumbatia tu. Nafikiri mwenyewe unajua kama ni mwanafunzi. Asema mapenzi yetu si mimi na wewe tukiweka hadharani. Unafikiri utanijengea picha gani mimi? Kwa hiyo sikupenda hicho tu. Kwa mimi ninachohitaji mapenzi yetu mimi na wewe tu yaende hivi hivi kujificha. Basi sawa, samahani, naomba uniwe radhi. I'm sorry. Usijali. Nilisha flash toka siku ile. Na ndio maana nimekuja hapa kukusikiliza. Uniambie hicho kitu ambacho unahitaji kuniambia. Unakumbuka siku ile tulipoenda guest? Tukana kufanya kile kitendo. Siku ile mimi nilikuwa kwenye siku za hatari. Kwa hiyo basi mbaya mimba ikanasa. Kwa hiyo kwa sasa mimi nina mimba. Una mimba? Yeah, nina mimba.
Vipi Mo? Mbona unacheka? Kwa mimi nachekesha mimi kitoko ama? Okay sawa. Kwa hiyo kaona mimba, mimi nikusaidiaje? Unasema nini wewe? Eti kwa hiyo kama una mimba. Kwa hiyo ni kweli kufanya kitendo chako? Sasa hivi eti una mimba. Nina mimba ndio na damu ni ya kwako. Unataka kusema nini sasa? Wewe binti. Wewe binti. Naomba unisikilize na unielewe kwa makini sana. Mimi nimekuja kwenye hii dunia tu kuja kuenjoy na kuja kufly. Na wala sina kitu kingine. Yaani sina kitu kingine na wala siwezi kumpa mwanamke mimba kila slice kama unavyofikiria wewe. Alafu mimi sija kuujaza dunia. Mimi nimekuja kuenjoy katika hii dunia. Si unanielewa? Yaani utambue huo ujauzito wako na hiyo mimba yako. Mimi sihusiki nayo na wala siitambui. Unasemaje wewe? Eti siitambui sihusiki nayo. Unajielewa kweli wewe? Una akili timamu wewe? Kwa hiyo tulivyoenda kule tukafanya kitendo, kwani hukuona kama ni itatokea swala hili? Mo, naomba usinichanganye. Usinitibua akili yangu. Wewe mwanamke. Wewe, nafikiri unaelewa na unitambue mimi nilivyo Umeelewa? Nilishakwambia, mimi nimekuja kwenye dunia kuja kuenjoy tu, na wala sija kwenye dunia kuja kujaza dunia. Si unanielewa? Narudia tena. Siku nyingine kunitafuta na kuja kunieleza tena ujinga wako huu. Nafikiri utakuja kunijua mimi nilivyo. Hiki kichwa chako kitakuwa kwenye ardhi. Sasa mimi nimepeleka wapi lakini? Mungu wangu. Nitamwambia nini mimi dada? Mimi nitapeleka wapi lakini mbona muone nifanye mambo kama haya? Sikia nikupange mwanangu. Yule mambo ameshanicheki kwenye simu. Na hisi mzigo ambao tulimwambia aongeze ameshafika na ameshafikisha kiasi chake. Kwa hiyo nimemtumia location, tukutane sehemu tuweze kukabidhiana mzigo, then tuje tumpe mtu wake. Hiyo haina shida. Mimi nikwambia tu niko tayari. Hii ni deal after deal. Pesa juu ya pesa. Pesa juu ya pesa. Pesa juu ya pesa. Twende tukachukue mzigo, tukafanya mambo yetu. Halo Kijungu. Mambo. Kijungu. Samahani. Nilikuwa naomba kama utakuwa na muda tuonane kama hautojali. Hamna shida yoyote, mbona unakuwa na wasiwasi hivyo? Basi mimi nitakuelekeza tu sehemu ambayo ya kuja. Hamna bwana, mimi nimekumisi tu. Na halikadhalika pia nataka kuna maneno ambayo nataka tuongee mimi na wewe. Unakumbuka ile swala lako la siku ile? Basi poa, naomba basi usichelewe. Haya poa.
Sasa umekuja kujificha kwenye vichochoro huku vipi tena? Unajua tena waziwazi hivi yani inakuwa ajabu sana. Kwa nikaona bora nijue. Okay, sawa. Sema unajua nini? Simu yako mimi imenishtua sana. Kwa sababu tangu napata namba yako wewe ndio mara ya kwanza leo unanipigia alafu unaniita sehemu kama hii. Yaani kiukweli yani si nisemeje ila umenisurprise sana. Acha hivyo. Kijungu, kabla sijaanza na hayo ambayo nilikuitia hapa. Nilikuwa kwanza naomba nitangulie kwanza samahani. I'm so sorry, naomba nisamee kwa yote ambayo yalitokea, maana nimekujibisha vibaya sana, nimekuchafu. Yaani nimekuwa maneno machafu. Kwa hiyo naomba nisamee. Cham. Usijali, mimi mbona nishafresh tangu siku ile. Yaani mimi nimefresh, kwa hiyo wewe usiwale katika hilo. Kweli Kijungu. Amini hivyo. Basi nitashukuru kama utakuwa umenisamee. Maana nilikuwa na mawazo sana kuhusu yale ambayo yalitokea. Yaani nilikuwa najisikia hadi aibu, wallahi nakwambia. Kijungu. Mimi nimekaa nimefikiria. Nimeona yale ambayo nimekukosea nini, nimekukataa nini. Lakini kitu ambacho nataka kukwambia kwamba nimekubali kabisa kuwa na wewe. Na moyo wangu tayari usharidhika kabisa. Moyo wangu tayari ushafunguka. Ushakubali kupokea moyo wako na kuomba. Nahitaji kuwa na wewe. Kijungu. Cham. Hivi unaoongea unamaanisha? Yeah, namaanisha. Kiukweli Cham, yani umenisurprise sana. Kwa sababu ili jambo ile nilikuwa na list kama ni ndoto. Alafu leo hii reality naliona hivi, kweli umekubali ombi langu. Cham, unajua mimi siamini. Unachokiongea kweli unamaanisha? Yeah, nipo serious kabisa Kijungu. Nahitaji kuwa na wewe. Na kwa huu muda ambao uliokuwepo, nahitaji kuenjoy na wewe. Nahitaji furaha yako, nahitaji furaha yangu pia. Na kuomba Kijungu, tuwe pamoja, tuenjoy. Cham. Wewe umesema kwamba unanipenda mimi. Ila mimi ndio nimeanza kukupenda kabla wewe kunipenda mimi. Kwa hiyo upendo wangu mimi ni zaidi ya wewe unavyonipenda mimi. Yaani nakupenda mara 100 yake ya vile unavyonipenda. Kiukweli Chamu, nimefurahi sana. Nimefurahi kwa sababu sikutegemea kusikia hicho ninachokisikia sasa hivi. Yaani si hata nikufanyie nini. Ila kiukweli umenisurprise. Basi sawa Kijungu. Nilikuwa naomba kwa muda ambao tulikuwa nao. Naomba sitaki furaha yangu ishie hapa. Sitamani kabisa yani. Nilikuwa naomba tukete sehemu twende tukari-refresh tu Kijungu. Na kuomba please. Yaani unamaanisha nini kuniambia hivyo? Kijungu, mbona kama vile mtoto? Unajua ni mtu mzima afu ni mtoto wa kiume. Jiongeze. Sawa, ila sasa yaani mimi hapa nilipo nipo mimi kama mimi nipo apecha lolo, sina hata 100 mfukoni. Sasa tutatoka tutenda wapi? Hata hiyo hela guest mimi nitaipata wapi? Wewe ndo shaka. Kuhusu guest sio nini? Hata sehemu yote tutafuta twende. Kwa nini maana ungeta sehemu ambayo unataka kunipeleka mimi kweli? Kwa hiyo yani sehemu yote unaenda? Yeah. Ndio lengo.